السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدكم اشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكرح من أمان النبي صلى الله عليه وسلم. Leo hii tutaweza kuzungumza kwa uchache kabisa jinsi ya kuweza kumhifadhisha mtoto Qur'an. Ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Allah subhanahu wa ta'ala anakiapia kwa yeye amerahisisha Qur'an kwa kukumbukwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kuweka Qur'ani kwa njia ambaye mtu anaweza kaisoma na akakihifadhi. Basi watu wengi sana wanapitia changamoto na watu wengine wanajiuliza vipi mtu anaweza kuhifadhi Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an ina juzuu 30 na kila juzuu ina 20 pages. So utakuja kuona wakati mwingine Qur'an inaweza beba sura moja ikabeba zaidi ya juzuu mbili. Hii ni katika zile juzuu ambazo ni juzuu za juu, na juzuu za chini unazapata karibu sura 20 imekuwa katika juzuu moja. So ina depend na penye unaanzia kuhifadhi kwanza. Na Qur'an kwanza, ukitaka kuhifadhi Qur'an kwa njia rahisi ama jinsi utaweza kumhifadhisha mtoto wako Qur'an, kwa sababu kila Muislamu anatamani sana mtoto wake awe hafidh katika miongoni mwa hafidh ambao wanahifadhi Qur'an, mahifadhi wa Qur'an. So mtu kumhifadhisha Qur'an mtoto, kwanza anatakiwa kwanza ajue jinsi ambao unaweza kumhifadhisha mtoto wako kwa njia gani. Kama hauna tactics ama haujui njia kumhifadhisha mtoto Qur'an, wakati mwingine unaweza pitia changamoto kubwa kwa kumlazimisha mtoto, ila hali unatumia njia ambayo sio sawa. Kumhifadhisha mtoto Qur'an ni rahisi sana, ama mtu mzima mwenyewe kuhifadhi Qur'an ni rahisi sana, lakini inatakiwa mtu atumie njia ambayo inatakikana. Kwa mfano niwaeleze, mtu unatamani kwa wengine wanaenda madarasa wanahifadhi kuhifadhi Qur'an, lakini ukianza kuhifadhi Qur'an unapata mtu unachukua muda mfupi. Unataka kuhifadhi Qur'an na mwaka mmoja, unataka kuhifadhi Qur'an mwaka mmoja na nusu, miaka mbili. Haijawahi tokea mtu kuhifadhi Qur'an kwa mwaka mmoja au mwaka mbili. Hiyo ni uongo, haiwezekani. Unaweza kusema nilishawahi hifadhi, ama anajua sana Qur'an kuisoma, ama anaijua nusu ya Qur'an, kisha nikaenda madarasa nikahifadhi Qur'an kwa muda wa mwaka mbili. Hii inawezekana. Lakini kitu ambacho haiwezekani ni kwamba naanzisha leo kuhifadhi Qur'an, naanza kutoka ground, then nitahifadhi kwa muda wa mwaka mbili. Hiyo nayo ni uongo, haiwezekani. Wala ukitaka kumhifadhisha mtoto wako kuhifadhisha Qur'an kwa muda wa miaka mbili kutoka ground, nayo ni uongo. Na usiwahi danganywa kwamba mtu anaweza kuhifadhi Qur'an kwa muda wa miaka mbili. Uongo. Qur'an ukitaka kuhifadhi, wale wahifadhi Qur'an huwa wanachukua miaka 3 mpaka mwaka 4. Huyo sasa tunasema ni perfect hafidh. Mwaka 3 mpaka mwaka 4 ikielekea. Tuseme mwaka 3 unaweza kumaliza Qur'an mzima kwa kuhifadhi, lakini mwaka wa 4 unakuwa mwaka wa revision. Tunaita revision. Wacha sasa nikuelekeze sasa njia na jinsi ya kuhifadhi Qur'an pole. Sasa utaanza vipi? Kwa sababu kila kitu kinakuwa na misingi, baadaye ndio unaanza kuhifadhi Qur'an kwa kujua ule njia ambazo ushaifundishwa. La kwanza, mtoto akifikisha mwaka 3, kama wewe ni yako foundation yako unataka kumhifadhisha mtoto kutoka ground, mtoto wako mdogo unataka yeye hafidh kwanza, basi mwaka wa kwanza kuhifadhisha Qur'an ama kuanzisha Qur'an mtoto iwe ni awe na miaka 3. Before sasa tuseme ana miaka 4 ya kwenda shule. Sasa mtoto akifikisha miaka 3 anaweza kuzungumza, kujieleza kwa uchache. So wakati kama hiyo unampeleka mtoto madarasa, lakini hali ya kwamba asukumwi. Hiyo inawezekana. Tunasema mtoto asukumwi kwa kuhifadhishwa Qur'an wala kusomeshwa Qur'an kabisa. Haifai mtoto ambaye ni miaka 3 asukumwe, lakini inawezekana akawa mwenye kushika spidi, lakini haitakiani mtoto kama ule mtoto akushtuliwa ama kusukumwa kwa ukuta, ama mtoto ambaye unampelekea mtu ambaye ana experience kwa watoto. Hiyo haifai. Sijui kama tunaelewana hapo. So akiwa na miaka 3 akienda madarasa aanza kutamka zile harufu ndogo, alif ba ta tha,
amalize hapo, then akuje hapo kwa kaida yenyewe kitabu kile cha Muallim al-Arabia, aanze kujifundisha kushikanisha how to pronounce kidogo. Mwaka ule unapoisha, anafikisha miaka 4 sasa, anakuwa mwenye kushika angalau amemaliza sasa. Anaweza kuisoma verses, some few verses anaweza kutamka, na anaweza kuidentify kabisa kusoma Qur'an, lakini kwa uchache zaidi. So akiwa na miaka 4 anaanza sasa in lower bases kuandikiwa kidogo, anaandikiwa akifollow up venye anaandikiwa. So anakuwa na tactics, anajua kidogo venye Qur'an inaenda polepole, anajua hii ni leta fulani ukishikanisha na hii inasomeka nje fulani. So anaweza kushika. Akifikisha miaka 5 ambayo sasa tunasema anafaa kuwa PP2, anafaa kuwa at least amemaliza juzu 10. Hii ni sasa ni miaka 5. Lakini si mzuri kabisa mtoto moja kwa moja unaweza kumhifadhisha. Hiyo haitakuwa rahisi kwenye kichwa yake. Ni mzuri sana akiwa anaanza kujifunza Qur'an kwa kutumia kuangalia kwa macho. Unamfundisha mtoto nasome na macho, akiwa anaangalia anafundishwa, anarudia. Baada ya muda akiwa anajifunza kusoma ile Qur'an kwa kuangalia, inampatia ana adapt ile environment ya Qur'an. Kisha at least ile miaka 5 sana, kwa na mwaka 5 ambaye anafaa kuwa PP2, anakuwa amemaliza juzu 10. Na ni muhimu zaidi mtoto wakati ile unampeleka madarasa kama vile, ikifika nusu ya siku, kama tuseme saa 6, wakitoka saa 6 kamili kutoka kwa ile madarasa ambayo unampeleka, kutoka saa 8 ama kutoka saa 10, au yakienda tuitions. Yani hali unamfundisha tuitions zile za Legato Foundations, kwa sababu ni makala tu na numbers. Hiyo inaweza kushika kwa sababu kila mtoto watoto wengi sana wanadhalilishwa. Kwa hiyo wanasoma masomo kidogo. Tuseme watoto PP1 na PP2 kila mtu anajuanga venye wanafanya. Anasoma masaa 2 au 3 kwa siku, na analala masaa zingine. So wakati ile mtoto unamfundisha kwa Qur'an, ile kumfundisha aya mapage unamfundisha kwa siku, hali anaangalia, inakuwa rahisi sana kwake kusoma, na anakuwa na a good environment kwa Qur'an. Like haifadhishi chochote isipokuwa zile sura ndogo tu, zile za mwanzo tu kidogo kabla hajafika Wadhuha kwenda chini. Hapo unaweza kahifadhishwa kwa sababu ni sura ambazo unapata mara mingi unaipata kwenye msikiti, mara mingi unapata kwenye radio, yani iko kila available everywhere. So hizo sura anaweza kiadapt akashika, ama wakiweka pamoja in a group, wakiwa na mahali kama radio wakasikiza wote pamoja, wanaweza shika haraka sana. Kisha akifikisha juzu 10 ambayo kwa sura ya tuseme juzu 10 kwa Al-Furqan hapo, akienda sa miaka 6 ambaye anafaa kuwa grade 1 na anaweza kuisoma pamoja na tuitions na madarasa at the same time, kwa sababu baka fikisha grade 1 hiyo bado mambo ni changa kabisa kwa wa shule pia huko. Ndio ambaye kidogo ni mwerevu, anaweza kukamata hata karibu mambo mengi sana mara moja. So akiwa hapo kwenye mwaka wa 3 sasa kwa madarasa, anafaa kuwa dhati ya anamaliza complete the whole Qur'an kutoka juzu 10 mpaka misho, anaweza kumaliza kwa kuangalia. Lakini kisha baada ya hapo sasa amemaliza Qur'an kwa kuangalia akamaliza. Na usiwahi muhifadhisha mtoto yote Qur'an kama hajamaliza kwa kuangalia, iwe sehemu yoyote, iwe ni klasa tahfidh, iwe ni mtu mzima, mtoto mdogo, kama mtu hajamaliza kwa kuangalia Qur'an asiwahi hifadhishwa chochote, kwa sababu mwalimu anafaa kujua kwamba mtoto anaweza kujisomea, kwa sababu kuhifadhi kitu si jambo rahisi, ni ngumu sana. Sasa hapo unaanza sasa tactics za kuhifadhisha mtoto Qur'an. Sasa hiyo tayari ushamaliza kumsomesha na akajua Qur'an mzima. Hapo sasa akienda shule anaweza endelea na shule yake na bado akawa hafidh ya Qur'an. Tunakosea mara mingi sana kwa kumfadhisha mtoto Qur'an. Anahifadhisha Qur'an kutoka ground, anaanza kutoka alhamdu huko chini, barabbin nas, anakuja kuhifadhi qul wallah, anakuja kuhifadhi. Unapata mtoto anamaliza class 8, anamaliza class zote, ila hali hakuna mahali amefika Qur'an, kwa sababu kuna jaribu sana kumsukuma kuhifadhisha na time yake ni kidogo sana. So mtoto akiwa amemaliza Qur'an mzima
kwa kuangalia, akaangalia na macho, akahifadhi kwa macho yake. Sasa akiwa anafungua Qur'an, katika Qur'an anajua kusoma vizuri, huko juu anajua kusoma vizuri, huko chini sasa ndio nyepesi zaidi kwake. Unaweza sasa kuanza kumhifadhisha akiwa anaenda shule yake, anarudi jioni, anaenda shule yake, anarudi jioni. Sasa jioni akirudi anaweza kuhifadhishwa kwa njia rahisi sana katika Qur'an. So jinsi ya kumhifadhisha Qur'an mtoto ni njia hiyo. Nitaanza kuzungumzia sasa class, mwalimu ambaye ana mtoto kwa klasi yake ambaye ashamaliza sasa Qur'an kwa macho, anarudia sasa kuanza kuhifadhi. Nitafanya kwa video nyingine itakayofuata. Mpaka hapo, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.